Safari imeingia doa. Kila mmoja ana wasiwasi na maisha yake, baada ya dereva kusema jamani, safari imeishia hapa. Na kwa tatizo lililotokea kwenye gari hii, kifaa hicho mpaka kiagizwe, tena kiagizwe kutoka nje ya nchi, ndio kije kifungwe hapa na mafundi. Kwa ufupi, gari haiwezi kuondoka hapa. Kauli hizi zinatoka za dereva huyo wakiwa katikati ya msitu ambao msitu wenyewe unasadikika kuwa na wanyama wakali. Hata watu wameshindwa kuishi katika maeneo ya msitu huu kwa sababu baadhi waliojaribu wameliwa na wanyama. Kwa kila mmoja anahofia maisha yake. Watu wakawa wapo katika harakati za kumshurutisha dereva na konda wake kwamba ifanyike kila namna aweze kutoka hapo, ikiwezekana warudishe walipotoka au safari iendelee, na ilikuwa ni majira ya saa 4. Kwa hiyo utaona nini ambacho kinachokwenda kutokea hapo. Saa 4 hii tunaongelea ni asubuhi. Walikotoka safari imeanza saa 10 alfajiri. Saa 4 katika msitu huu safari imeishia hapa. Lakini wakati mambo yote haya yanatokea, kelele zote hizi, baada ile taarifa, kuna jamaa mmoja ambaye alikuwa anaitwa Ray. Yeye alikuwa yupo kwenye gari anaomba. Wakati wenzio wako chini wanapiga makelele, yeye alikuwa ametulia kwenye gari akiomba. Lakini kauli ya dereva ilikuwa ni ile ile, kila mmoja aweze kujipigania na maisha yake namna gani ya kutoka hapo, kwa sababu vinginevyo ni mpaka kifaa hicho kipatikanike kije kifungwe. Na hizi tunaongelea ni muda mrefu, ni kipindi cha nyuma huko ambapo gari ikitoka kijiji kimoja wiki hii siku ya Jumatatu hairudi kupita hapo mpaka Jumatatu nyingine. Kwa hiyo kila mmoja ana hofu na mashaka, watawezaje kuvuka katika huo msitu wakati ukiwa na nyama wengi. Ray alikuwa akiomba, akijaribu kutafuta ukaribu na Mungu, kwa sababu nadhani yeye kwa akili yake alikuwa anaona hakuna pa kutobolea zaidi ya kurudi kwa Mungu. Kwa Ray alikuwa anaomba wakati wengine wakipiga makelele. Hapa kuna funzo la kwanza. Wakati unapoona unapitia kwenye changamoto nyingi, si wakati wa kuzozana sana, si wakati wa kupiga kelele tu. Ni wakati wa kurudisha mahusiano yako na Mungu, kutafuta njia sahihi na msaada wa Mungu. Huo ndio wakati sahihi na ndio kitendo sahihi unatakiwa ukifanye. Ray alikuwa akiomba, wenzio akipiga makelele na makonda na madereva, wakati wakijua fika sio rahisi kwa mtu yote kumsaidia mtu mwingine katika maeneo waliokuwepo pale. Sasa wakati hali hiyo ikiendelea, Ray alishuka kwenye gari, yeye akaamua zake kuondoka. Sasa wengine walikuwa wakimpigia kelele, we bwana unaenda wapi? Maana huko unapokwenda si salama. Kila mmoja alikuwa anajua kabisa pale hawezi kutoboa. Kwa hiyo anamuuliza Ray, wewe unapokwenda huko umejiamini nini huko? Lakini Ray aligeuka tu na kuwatazama, akawasikiliza, kisha akaendelea na safari yake. Yaani kuna wakati safari nyingine inafanywa na we mmoja, sio kila safari inafanywa na watu wengi. Na hii ni picha halisi hata kwenye maisha. Wengi tumeharibu maisha yetu kwa kufuata mifumo au kusikiliza maneno ya watu au kufuata mifumo ya watu wengine, ya kwako inapotea. Tengeneza hatua. Inahitaji kujiamini na kuchukua hatua. Hichi ndicho Ray anatufundisha hapa. Kwa bwana yule akaendelea na safari yake,
wakati wengine huku wamebaki wakipigishana makelele, nani afanye hivi, nani afanye vile. Maisha yakawa yako hivyo kwa pale porini. Ray, safari ikaanza. Bwana huyu akatembea mpaka ikafika majira ya saa 11 jioni, ambapo hapa sasa jamaa alikuwa amechoka, njaa, lakini jamaa hakukata tamaa. Jamaa hakati tamaa, jamaa akaendelea. Kikawaida maeneo ya porini yoyote yenye miti, inapofika mida hii huwa ni giza porini. Lakini kama ukipata bahati ya kuwa sehemu ambayo haina miti, huwa mwanga upo tu kawaida. Mle Ray anatembea sasa hivyo saa 11:30 ni giza. Kijamaa hakukata tamaa. Jamaa akaendelea kwenda na safari yake. Alitembea mpaka ikafika majira saa 1:30. Ukiangalia msituni ni usiku. Unasikia tu wanyama, sauti za bundi, ndege wakilia juu ya miti, lakini wanyama ambao hata sauti zake zingine Bwana Ray alikuwa hajazizoea ndizo alizokuwa anazisikia ndani ya msitu ule. Safari ikawa inaendelea. Saa 1:30 hiyo Ray amefika ni sehemu ambayo ina T junction. Yaani alipotoka ni barabara moja, lakini anakutana na barabara ambayo ina cross kutoka kulia kwenda upande wa kushoto au kushoto kwenda kulia. Ndio barabara anaikuta hapo, hiyo inatengeneza kitu kinachoitwa T junction. Ray akasimama pale. Kwa safari aliyokuwa anakwenda yeye, alitakiwa aende upande wa kushoto, ndipo hata gari ingeelekea huko kama wangefika pale. Mkono wa kulia, njia inayokwenda kwa juu ina mlima kidogo, yani lazima upande mlima kidogo. Kwa hiyo haelewi upande wa kulia kule mbele kinachoendelea ni nini, lakini yeye anatakiwa kwenda kushoto. Akasimama pale akiwaza, je, niendelee kwenda na barabara mkono wa kushoto? Pengine alikuwa anatathmini umbali, labda pengine akienda kulia anaweza akakuta kijiji ambacho kipo karibu. Akawa hapati majibu pale. Ray anatafakari afanye nini. Wakati amesimama pale, ghafla akaanza kuona kama kuna kitu kinamulika kwenye miti. Yaani kuna kama mwanga unapita alafu unapotea. Ule mwanga unarudi tena, unamulika kwenye miti ambayo anaiona pale, alafu unapotea. Ni mwanga mkali kidogo, japo si mkali sana. Ray akawa anasimama pale anatafakari ni nini ambacho kinachoendelea pale, lakini akawa hapati majibu ya haraka. Kwa bwana yule ikampasa asimame pale pale bila kupiga hatua yote. Baada ya sekunde fulani kupita, hali ile ikiwa inaendelea, akaanza kusikia mlio. Akaanza kusikia mlio, na mlio huu ulikuwa ni wa gari. Moyo wake ukaanza kupata faraja. Nini ambacho unachojifunza? Siku zote katika maisha yote, jaribu kupiga hatua. Hakuna hata siku moja msaada unapatikana kirahisi kwenye maisha yako. Piga hatua. Narudia tena, piga hatua. Haijalishi unapitia magumu kiasi gani. Ukipiga hatua, kuna namna Mungu anatengeneza na wewe. Hichi ndicho ambacho kinatokea kwa Ray. Wale waliobaki kule hatujui wamebaki kwenye mazingira gani, hakuna anayejua. Lakini Ray kapiga hatua. Sasa anakutana na gari, sauti ya gari inakuja. Muda ulivyoendelea kidogo, kweli gari ikatokea mkono wake wa kushoto, ambapo mwanga ulikuwa unamulika kwenye miti kule.
ile gari ikaja ikampita Ray. Gari ikampita Ray, ikaenda ikapandisha mlima mpaka juu, ikasimama. Ray akaanza kukimbia kuifuata gari sasa iliposimamia, mpaka akafikia ile gari pale. Ray alipofika pale, yule bwana ile gari alikuwa ameshusha kioo kidogo tu hivi ili aweze kusikiliza nini ambacho atakachoambiwa na huyu jamaa ambaye amemsimamisha pale. Kuna kitu cha kujifunza sana hapa kabla sijaendelea. Nakumbuka ukiangalia historia ya Batimayo na Yesu katika vitabu hivi vya dini, itakufundisha kitu ambacho tunachoongelea hapa. Yaani katika kila maisha lazima upige hatua. Unajiuliza ni kwa nini dereva asingesimama pale Ray alipo, alafu kaja kusimama mlimani, ambapo lazima Ray akimbie, apige hatua ndefu kumfuata yeye. Maana yake hakuna msaada ambao unakufuata hapo ulipo. Na kuhakikishia, chukua hili neno, save kwenye kichwa chako. Hakuna msaada unakufuata ulipo. Hakuna matokeo mema yanakuja tu hapo ulipo. Piga hatua. Wakati Yesu anapita katika maeneo ambayo Batimayo huwa anapenda kukaa kuomba msaada, katika vitabu vya dini vinatuonyesha Batimayo aliposikia Yesu anapita, Batimayo alikwenda pale njiani. Batimayo alifanya nini? Alipiga hatua. Alichokifanya Batimayo ni kupiga hatua. Nahisi kama Batimayo angekaa nyumbani, asingepokea uponyaji siku ile. Lakini Batimayo alipiga hatua kutoka nyumbani kuja katika eneo ambalo Yesu atapita. Lakini Yesu alipopita katika ile njia, kitu cha pili, Yesu alimpita Batimayo, akaenda mbele. Batimayo akapaza sauti yake kwa kumwita Yesu. Hapo ndipo Yesu aliposimama. Yesu akauliza, ni nani huyu? Wafuasi wakamwambia, ni Batimayo kipofu. Yesu akasema, mleteni hapa. Kwa nini Yesu asingerudi? Kwa sababu hakuwa hatua ndefu sana, asingerudi kwa Batimayo mwenyewe. Lakini Yesu alisema mleteni. Alitaka Batimayo atengeneze hatua. Mwenye uhitaji alikuwa ni Batimayo. Kwa hiyo alitaka Batimayo atengeneze hatua. Kwani Yesu alishindwa kumfuata? Hapana, na Yesu alikuwa ni mzima, kila kitu amekamilika. Batimayo ni kipofu, lakini kwa nini alisema mleteni hapa, yeye asimfuate? Alikuwa na uwezo huo, lakini kuna hatua alitaka kuiona kwa Batimayo. Pengine Batimayo angeweza kuwa na matatizo mengine, pengine kupitia hatua hiyo angeweza kuiona Yesu. Wafuasi walimfuata, wakamchukua Batimayo, wakampeleka kwa Yesu kwa kutumia miguu yake, hakubebwa. Piga hatua. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kwenye maisha yote unayopitia lazima ujitengeneze kupiga hatua. Tuendelee na stori yetu. Kuna kitu tumejifunza hapo kwa Batimayo na Yesu. Jamaa akamwambia, samahani ndugu yangu, hapa niko porini na sina namna ya kutoka na usiku huu kama unavyouona, nisaidie ndugu yako. Kwa jamaa akaongea sana pale maneno ya kuomba msaada. Ile jamaa liko ndani, limemwangalia, limevaa zake vesti tu
kama kisingledi fulani, kikaoshi fulani hivi kwa maneno mengine. Jamaa limetulia na mtazama. Wakati huo Batimayo yeye anamwangalia kwenye kioo. Lakini jamaa naye anamtazama kwa nje kwenye kioo. Jamaa anamtazama juu mpaka chini, sije nikachukua jangiri la porini huko. Kwa jamaa na hofu, sije kaa nachukua jangiri la porini. Jamaa afungui mlango, katulia, anamtafakari. Batimayo yuko nje, anahofia usalama wake ukumbuke hapo. Batimayo, Rei yuko nje, anahofia usalama wake pale. Anagonga mlango, nifungulie bana niingie. Jamaa bado anamtathmini, lakini wakati huo huo jamaa anamtathmini, jamaa ana hofu. Kwa jamaa chini ya siti ya gari yake palikuwa pana kisu pale. Jamaa akaingiza mkono, akakivuta kile kisu, akakiweka mkono wake wa kulia ili jamaa asikione. Tunaongelea hofu sasa. Jamaa wakati huo Rei akazunguka haraka haraka upande wa pili wa kushoto, akaenda anagusa kitasa, bana nifungulie rafiki yangu. Jamaa anamtafakari, anamtazama tu, hana haraka. Rei anaomba kimoyomoyo, Mungu nisaidie huyu jamaa apate roho ya huruma, nisibaki hapa porini. Kuna mazingira ukiachwa unaona kabisa kifo kipo mbele yako, na msaada ndio huo pekee uliojitokeza. Mara jamaa akafungua zile loki za milango, taa za ndani zikawaka. Jamaa akaingia, akarudishia mlango, taa zinaendelea kuwaka. Jamaa akali namtazama, linamtolea macho, yani linamtolea macho kama vile amepakia mtu ambaye labda ni jambazi hivi, whatever. Kati jamaa mtazama, jamaa naye anamtazama, lakini jamaa kama macho yake anakwepesha, anaangalia nyuma kwenye siti ya nyuma. Bahati mbaya jamaa anaona jamaa katupa shati afu limeloa damu, lakini pia akimtazama jamaa kwenye vesti yake kaloa damu pia. Jamaa naye akaanza kupata hofu. Mbona jamaa anatazama hivi alafu kaloa damu hivi, nguo zake zimeloa damu, nini kinachoendelea? Jamaa linamtolea tu macho. Jamaa akaanza kuwa anaogopa zaidi. Afu jamaa likatoa kauli moja tu, fungua mlango. Jamaa kama anasita kufungua mlango, maana sasa nimeshaingia kwenye gari, au ndo nimeshaingia kwenye gari alafu mtu anakuambia fungua mlango, ulipotoka ni hatarishi zaidi. Japo jamaa anaona dalili ambazo hazimpi amani tena na yeye. Jamaa anamwambia fungua mlango. Jamaa taratibu akafungua mlango. Na jamaa mtazama, anamtolea macho. Afikisha jamaa akamwambia funga mlango kwa nguvu. Jamaa akabamiza mlango. Taa za ndani zikazima. Yaani maana yake zile taa zilikuwa zinaendelea kuwaka kwa sababu mlango hujafungwa vizuri. Kwa hiyo wakapo kwenye giza sasa. Jamaa akawasha gari, safari ikaendelea. Najifunza nini hapo? Kuna kitu cha kujifunza kikubwa hapo. Hakuna msaada unapatikana kirahisi. Hakuna. Safari ikaendelea, lakini hapa tayari tunaona jamaa na mashaka na dereva pia na mashaka. Rei aliyesaidiwa na mashaka na aliyosaidia na mashaka. Hivi ndio vitu vya kujifunza kwenye maisha kwa sasa hivi. Haya ndio maisha tunaishi. Yaani anayekupa msaada unamuogopa, na wewe unapotakiwa kupokea msaada unaogopa. Mimi ninapewa msaada, nina uhitaji wa kupokea msaada kwa mtu, lakini nina hofu na mashaka na msaada ninataka kupewa. Na yule anayetoa msaada wakati mwingine naye ana hofu kukupa msaada. Ndio maana watu hatusaidiani. Tumefika mahala hakuna msaada kati ya mtu na mtu, si kwa sababu hatuhitaji kusaidiana, ni kwa sababu kila mmoja ana hofu ya maisha yake juu ya mwingine. Sasa sijui hii safari itakuweje. Kisafari inaendelea.
Jamaa wakachapa mwendo mle, kila mmoja yupo kimya na kila mmoja alikuwa anamtafakari mwenzio kwamba hapo ukinianza na mimi napita na hili. Lakini Ray alikuwa amebeba mkoba wake wenye kamba, zile kamba ambazo ukilegeza unaweza ukaufungua na ukizivuta zinafunga mkoba wako. Ndio aina mkoba alikuwa amebeba Ray kwenye mapaja yake. Kwa wakati jamaa yuko busy anaendesha gari, Ray taratibu naye anafungua, analegeza pale mkoba wake, hatimaye akaingiza mkono na kutoa kisu, akakishika kwa mkono wake wa kushoto ambapo akawa ameficha chini ya siti pale mkono wake. Kwa hiyo tunaona kila mmoja sasa tayari ana silaha mkononi. Na hii yote ni kwa nini? Ni kwa sababu kila mmoja anahofia maisha yake hapa. Safari inaendelea hapa. Hatujui kitatokea nini. Wasije wakachinjana ndani ya magari hapa. Okay? Wao mabwana wametembea na gari, wametembea, hatuelewi kinachoendelea, wametembea mpaka hatimaye ikafika majira kama saa 5:30 kwenda saa 6 hivi usiku. Jamaa akasimamisha gari. Pembeni ukiangalia kulikuwa kuna njia za tairi za gari zinaingia, zinaacha njia kuu, zinaingia pembeni kwenye pori sasa, ambazo zinaonekana kule ni tairi tu zinapitaga mara moja, lakini sio njia kusema ni geti imetengenezwa, ni njia hapana, ni majani tu. Njia hizo nadhani watu wa porini wanazijua sana wakitembea porini. Jamaa akamwambia, sasa ndio kwa mara ya kwanza jamaa anaongea na mshikaji baada ya kumpakia ndani ya gari. Akamwambia inabidi tuende tukapumzike. Safari itaendelea, maana njia tunayokwenda huko mbele ina wanyama wakali sana na ni hatarishi endapo gari itatuharibikia njiani. Na huu ni usiku, hatujui kinachoweza kutokea. Kauli hii kidogo ilimfanya jamaa naye aanze kutafakari. Nikubaliane na huyu bwana au mimi nishuke hapa niendelee na safari? Sijui ingekuwa wewe ungewaza nini au ungekuwa na maamuzi gani kwa hili. Lakini Ray ilimlazimisha kukubaliana na dereva kwa sababu hakuna namna nyingine na hawezi kumbishia. Gari ikaacha njia kuu, ikaingia njia ile ya porini. Sasa kwa mazingira yule bwana alionayo ya damdamu na huyu jamaa, japo anaenda kakubali, lakini jamaa ikazidi kumwongezea hofu na mashaka kwenye moyo wake kwamba huyu jamaa isija kama ameniambia hivi lakini ndo anaenda kunichinja huku tunapokwenda. Kwa safari ikaingia hofu na mashaka. Ray muda wote akajikuta mpaka ile safari inavyoelekea huko akaanza kuwa ni mtu wa maombi tena. Jamaa ongei na mtu na wala Ray ongei na mtu. Ray akajikuta anaanza kuomba kimoyo moyo Mungu amsaidie safari yake anaelekea huko, maana ajui usalama wake ukoje. Haelewi kabisa hatima usalama wake. Gari likatembea ndani ya msitu, miti napita tu katikati ya miti, majani na nini, mpaka ikaenda kutokezea mahala palipokuwa pana nyumba. Lakini hiyo nyumba ni nyumba ya porini, yani hata iko tu rafurafu, lakini ile jumba fulani likubwa inaonekana limejengwa pale. Huyo jamaa akapaki gari pale, akamwambia hapa ndio mwisho wa safari yetu kwa sasa, twende tukapumzike, shuka kwenye gari. Bwana Ray akashuka, kisu chake amekiandaa kabisa. Huyo jamaa akinigusa tu hapa napita naye kwa namna yoyote. Na huyu jamaa yeye akashuka na kisu chake tu kikubwa kama kipanga, kakishika mkononi kwa kuashiria chochote kitakachotokea, uiza ni mnyama ni nini, naye anapita nacho. Mazingira akawa hivyo. Wale jamaa wakaenda mpaka wakaingia kwenye ile jumba. Ile jumba lilikuwa lina mlango tu kama hata ukiusukuma kwa nguvu unaweza ukafunguka. Wakaingia humo ndani. Walipoingia humo ndani, jamaa akamwambia utalala chumba hicho, ambacho chumba chenyewe kilikuwa kina mlango wa hivyo ambao ni mbovu, na jamaa akalala upande wa pili. Akaingia huko, kulikuwa kuna chumba kingine ambacho na chenyewe kilikuwa kina mlango wake, lakini sio ile milango imara, yani hata jamaa akipiga teke tu yuko ndani. Kaingia huko. Sasa
kilichotokea pale ndani. Jamaa akaingia ndani akakuta kule kuna shuka limechoka tu hivi, mshuka ni mingongo imetandikwa hivi. Jamaa akaingia amekaa pale, sio kitanda, ni chini tu. Jamaa huku naye alipoingia, yeye ni mwenyeji kumbe maeneo haya. Alivyoingia katoa vesti yake akaweka huko, akavua suruali akaweka huko. Jamaa akawa ametulia na panga lake, silaha yake kaweka pembeni, akafungua mkoba wake akatoa kisimu. Inaonekana ni simu ya watu wa porini, yani kuna yale masimu ya watu wa porini yale ambayo yenyewe network nadhani yanashika kila mahala. Jamaa akapiga ile simu pale. Lakini mazingira hii nyumba, kabla hata tujongelea simu, ni zile nyumba ambazo hazina roof, yani juu ziko wazi. Kwa hiyo ukiongea sauti inafika chumba cha pili. Na kwa sababu pia ni porini, hakuna harakati yoyote, kuko kimya kiasi ambacho hata ukigusa kitu kinasikika kwa mbali. Kwa jamaa akiongea kule lazima tu Ray anasikia. Kwa jamaa akatoa simu pale, jamaa akapiga. Jamaa anamwambia mwenzie huyo anayeongea naye kwenye simu, bwana, hatimaye nimehangaika porini, nimekutana na ndezi mmoja tu, tena usiku tu hapa. Nimemchukua huyo, ndio nimefanikiwa kumchukua huyo ndezi mmoja. Hapa nasubiri kidogo hapa nimkatekate tu ndezi huyo, afu nitakuachia vipande vyako na mimi nitaondoka na vya kwangu. Jamaa akakata simu. Sasa kauli hizi bwana Ray alikuwa anazisikia huko ndani kwake. Ray akaanza kutathmini kutokana na mazingira yale, na maana ndezi inayoongelewa ni mimi. Huyu bwana ndo keshanipata, na sasa ninasubiriwa tu mimi hapa nikatwe. Sijui anaongea na nani ili waweze kugawana mwili wangu. Kidogo kwa Ray ikampa shida sana ikauli. Sasa Ray bwana akawa anafikiria labda hapa tu nifanye utaratibu mimi niondoke katika ile eneo. Bwana Ray yule akawa anafikiria nifanye utaratibu mimi niondoke katika hili eneo, maana hapa nifai. Lakini tukumbuke nje ni hatari, na ndani anapopafikiria pia anapoishi amesha paona ni hatarishi kwa maisha yake. Je, uchague utoke au usubiriwe ukate mapanga na ujamaa humo? Story itaendelea, lakini tujifunze kitu kikubwa hapa. Hakuna msaada unaokuja bure, na hata unapopata msaada bado unaweza ukawa unakuweka katika wakati ambao hujui usalama wako uko wapi. Tutakutana story inavyoendelea, tuone Ray alitokaje hapa. Lakini tumie comment, ingekuwa ni wewe katika mazingira kama, ungechukua maamuzi gani? Comment zako ndo zitanifanya nilete story inayofuata. Twende pamoja.